Karibu sana mtazamaji kwa kipindi cha Sauti ya Mwananchi, uchambuzi wa kisiasa, mambo ya uchaguzi ambayo imefanyika siku jana na uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Ni wacha ukielezea. Yeah. Madawa hamna Hospitalini hapo awali ama miaka ya nyuma kwa uongozi wa hayati Mwai Kibaki na hata mzee Jomo Moi ndani ya Toroitich aungeenda hospitalini ukoze dawa, lakini serikali iliyopita ya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta mambo yalikuja yakabadilika, ikafuatwa na hii iliyoko sasa ya Dr. William Samoei Ruto. Na kwanza asante sana kwa kuitwa dokta, lakini azingatie hilo jina dokta pale hospitalini, alitumiwi pale vile inafaa. Juu pale hospitalini sasa hiyo ukienda, hata uko na mgonjwa sasa, utaenda pale utapimwa, ukishapimwa uambiwe shida inakukumba ni hii na hii. Kutoka hapo utaambiwa nenda ukanunue hospitalini. Hakuna dawa. Nenda kununua nje, maabara ya nje. Na hospitali ni ya serikali, na hii serikali ndio tunalipa ushuru, ndio unakatwa pesa na SHA. Wewe ukiangalia SHA. Sasa swali langu ni je, ni nini hicho kilikuja kikabadilika katika uongozi wa Moi na wa Kibaki, wakati nilikuwa naona wamama ama mtu yeyote yule akienda hospitali alikuwa anabeba chupa yake, anaenda anawekewa dawa pale free, akishapimwa anawekewa dawa na anarudi bila kukumbua, na hata toka pale vile dawa ataambiwa dawa ndio hii, kulikuwa na shida hii na hii na dawa ndio hii. Ni nini hicho kilikuja kikabadilika chenye kinafanya saa hii na hospitali hazina dawa? Ama miti yenye ilikuwa inatengeneza dawa iliisha ama ni nini? Unajua kama vile nilikwambia hapo awali. Yeah. Tunachagua watu wenye wakifika bungeni wanapeleka interest zao. Unanipata? Yeah. Na ndio sababu unaona mwaka uliopita kizazi kipya cha Gen Z kilijitokeza kikaenda barabarani, mara gharama ya maisha, mara mna njama ya kutuongezea gharama maisha iende juu zaidi, na hii yote unaona tunazungumzia hapa inaletwa na kuchagua viongozi wenye sisi tunawahitaji. Ninakurudisha tena nyuma tena hapa kwa vijana. Ukiangalia hiyo movement ilikuwa ya Gen Z, nasikia sasa. Nirudisha nyuma, vijana wenye unaona sasa wana complain hakuna kazi. Wenye sasa wana complain gharama maisha iko juu. Wenye sasa wanalia ati hakuna vibarua. Ni wale vijana walikuwa barabarani. Si kweli? Na kama wangekuwa wako serious na hii maisha, wanataka kubadilisha maisha yao, ungewaona jana wapiga foleni. Wanafanya nini? Uliona vijana wangapi kwa foleni ya kupiga uchaguzi jana? Kwa hivyo itakuwa ngumu kwetu sisi kama vijana na kizazi kijacho. Inaitwa kizazi kijacho, yani future generation watakuwa na wakati mgumu sana kutekeleza majukumu yao ya kifamilia. Sasa unasikia? Sisi kazi yetu ni kulia. Vijana kazi yetu ni kulia, kulalamika kuwa hakuna kwingi sana. Maisha ni mabaya, sijui nini, huyu kiongozi hatumtaki, na kura uchukui kura. Hauna hata kitambulisho, hauna ID, hauna ID. Na nashangaa unakaa aje bila ID na unasema wewe ni Mkenya? Una survive aje bila kitambulisho? Ni wapi utaenda uajiriwe bila ID? Hata kwa mjengo siku hizi unaambiwa kitambulisho. Lazima. Mjengo. Lazima. Hata kazi ya hoteli. Hata usoja kuchunga lazima utoe ID. Sasa vijana, ninashangaa. Hauna kitambulisho. Hauna kura.
hautaki nafasi ya uongozi, wewe maisha yako utasaidiwa aje? Unataka usaidike aje? Unfortunately jana kuna watu 23 walishikwa kule Kasipul. Si Kasipul? Kwa madai ya vurugu ya uchaguzi. Watu walishikwa, vijana walishikwa 23. Wewe niambie. Wewe ni kijana uko pale umeshikwa, hauna pesa ya kuwekelea kama bond ama cash bill. Hauna mzazi wako na hiyo pesa anaweza kutolea kama bond ama cash bill. Mwenye alikutuma kwenda ulete vurugu pale, labda ameshindwa ama ameshinda. Ameondoka zake ameenda. Wewe maisha yako itaishia wapi? Jela. Tuseme umepatikana na makosa, umepatikana na hatia. Ulipatikana maybe pale kwa gari, umebebwa na ile mawe na rungu na panga mlikuwa nayo pale. Uende ustakiwe na kosa la preparation ama malicious damage. Usikie pale bond ama cash bill ni 1 million. Nani atakutolea? Hizo una hata shilingi. Wewe hata shilingi moja hivi. Ulikuwa umeenda kufanya hiyo kazi, utakaleza majukumu ya mwenye alikutuma pale, ndio kuja kupewa shilingi 500. Unfortunately umeenda pale ukashikwa. Kula ni kwa shida. Unakula kwa shida. Unajua kuna watu yani anaishi maisha ya jikomoto. Unajua maisha ya jikomoto ni gani? Kuna mtu hajawahi kanyaga jela. Hajawahi. Wako. Kuna mtu hajawahi kanyaga jela. Anafikishwa pale cell. Anaongea pale na mtoa 2,000 anaachiliwa. Unajua kuna mtu sasa akifika jela atakufia hapo. Si ati amekufa juu amepigwa na askari. Si ati amekufa juu labda amefanywa kama ile ya nani ya Ojwang. Si ati atakufa kwa sababu ati sasa unaona utakufa juu ya ile umepigwa na butua. Yaani umeshikwa na stress. Hapa ni wapi? Hapa ni akina nani? Hii maisha yanakaa ni gani? Hii manguo nimevaa ni gani? Maisha ya jela ni ngumu na ni hatari sana vijana. Sana. Msikubali kutumika na mwanasiasa. Sasa tuseme for example, tuseme Aroko alituma vijana waende walete vurugu pale. Kama venye wanadai. Si ndio? Na vijana kuenda pale wakasoa vurugu, Aroko hajashinda. Aroko ameshindwa. Si ni kweli? Sasa hii Aroko mali yako, yeye ameenda shughuli zake, yeye ameenda kutoa stress. Anakula vitu. Simu ikipigwa hivi hata shika saa hii. Hata labda hiyo namba saa hii haifanyi kazi. Atasema ni jinga huyu ananipiga. Wewe umeshikwa bado uko under investigation, sawa? Umewekwa rumande pale. Bado uchunguzi unaendelea? Uko rumande na maisha ya rumande unajua venye yuka. Na kwanza pale. Sasa hiyo ni rumande huko. Mara utume 14 days. Utume 14 days. Mara ukuje usikie uongeza 7. Uongeze. Uende mention, urudi jela tena uende rumande tena. Vijana maisha ya jela ni hatari. Koti ikuje amue uko na makosa haya na haya ama huna makosa. Utakuwa umesafa. Hebu kumbuka kuna wale wanakutegemea. Kuna wale wanaangalia wewe unaweza wasaidia. Kuna wale wanaangalia huyu ni mtoto wangu. Kama sina sukari ya maunga ataninunulia. Huyu ni babangu, huyu ni mzee wangu. Vijana badilisheni mawazo yenu bwana. Kutumika na siasa will cost you your life a lot. Sana. Wewe ukishikwa yeye hatakuwa. Atakuwa na familia yake. Ukifungwa hatakuwa. Enjoy. Nato jaribu kumpigia simu kumtafuta kwa simu hautapata. Tena hata hiyo simu kwanza ilikuwa inapatikana wakati wewe alikuwa anakuhitaji wakati wa kampeni. Kwa hivyo vijana, kitambulisho ni kitu ya maana. Chukua kitambulisho, ID. National ID. Unaona kwa wenye wanawatumia wakati wa kampeni wenye anakuhitaji namba yake inapatikana. Sana. Tena inaingia. Wacha apate ile kiti ama akose. Ndio ujue hiyo namba ilikuwa yani utaambiwa iko out of service. Kwa hiyo vijana mjichunge. Chukueni vitambulisho, chukueni kura, ng'ang'anieni, chukueni fursa hiyo na mchague viongozi. Nafasi za uongozi. Na mchague vijana wenzenyu kwa viti za uongozi ndio ukitaka usaidizi. Kuna mtu utaenda kwake umwambie nataka hii na hii na hii, anaweza kukusaidia. Tupatane kwa baada ya mapumziko mafupi watazamaji.